Hello guys, kama tulivyokubaliana episode iliyopita kwamba tutaangalia maneno yanayotumika katika soko la hisa. Tunakutana na neno buy, buy ikiwa na maana ya kununua. Kwa hiyo buy shares ni kununua hisa za kampuni. Kama kuna ununuzi unafanyika, ina maana kuna mnunuzi. Kwa hiyo mnunuzi anakuwa anajulikana kama buyer. Alafu tunapata buy order. Sasa buy order inatokea pale ambapo buyer ameweka oda yake sokoni ya kununua hisa. Kwa hiyo kwa mfano, hisa ni kama bidhaa nyingine kwamba unaweza ukanunua kwa bei wewe mwenyewe unayoifikiria, lakini tu iwe inaendana na bei ya soko. Kwa hiyo kwa mfano, mtu anaweza akaweka oda yake kwamba anataka kununua hisa 10 kwa shilingi 600, lakini ikaja ikatokea tena mtu yule akaweka tena oda nyingine kwamba anataka kununua hisa labda 20 kwa bei ya shilingi 590, na akaja tena mtu mwingine naye akawa ananunua labda hisa 100 kwa bei ya shilingi 650. Kwa hiyo tunapata buy orders tofauti tofauti kulingana na uelekeo wa soko siku hiyo. Alafu tunakutana na sell. Sell ni kuuza hisa unazomiliki. Seller ni mtu anayeuza hisa zake sokoni. Tunakutana na sell order ambayo pia ni maelekezo ya muuzaji ama wauzaji. Kwa hiyo katika sell order tunaona kunakuwa na order tofauti tofauti za wauzaji kwa idadi ya hisa wanazouza pamoja na gharama. Neno jingine linalotumika kwenye soko la hisa ni opening price. Opening price ni bei ya kwanza ya muamala soko linapofunguliwa. Katika soko la hisa ni kwamba ili muamala uweze kufanyika, yani kufanikiwa, yani ili biashara ifanyike, ni lazima mnunuzi na muuzaji bei zao zifanane. Ni kama tu ilivyo kama ukienda sokoni, kama hamjadiliana bei, ina maana hakuna biashara. Sasa katika soko la hisa pia lazima bei ya mnunuzi na muuzaji iweze kumatch. Kwa hiyo soko linapofunguliwa ile asubuhi, kutoka kwenye buy order na kwenye sell order, ile order ambayo itakuwa ya kwanza kumatch kwa siku hiyo ndio itakayotupa opening price. Alafu tukija kwenye closing price. Closing price ni bei ya muamala wa mwisho kufanyika kabla ya soko kufungwa. Kwa hiyo kwa soko letu linafungwa saa 10 kamili. Kwa hiyo muamala ule wa mwisho kabisa utakaofanyika ndio utatupa closing price. Lakini sio lazima closing price ya leo ndio ije kuwa opening price ya kesho. Ila opening price inategemeana na order book. Kwa hiyo inaweza ikafanana ama inaweza ikaja ikawa tofauti, either ikawa chini kidogo ama ikawa juu kidogo. Neno jingine ni order book. Order book ni orodha ya order za kuuza na kununua hisa za watu tofauti tofauti. Kwa hiyo katika order book, order zote zinaingia, yani kwamba mimi nikiweka order yangu kwamba nataka kununua hisa itaingia kwenye order book. Na mtu mwingine akiweka order yake kwamba anataka kuuza hisa itaingia kwenye order book. Kwa hiyo pale prices zikimatch, yani muamala ukikamilika, ina maana zile order zitaondoka kwenye order book. Kwa hiyo order book inakuwa ina listi yote ya orders ambazo zinafanyika upande wa wauzaji na upande wa wanunuzi. Kwa kuwa kwenye order book kuna yani wauzaji na wanunuzi tofauti tofauti, na maana kila mtu ana bei yake, japo kuna ambao wanaweza wakafanana. Sasa tunakutana na neno jingine linaitwa best buy price. Best buy price ni bei ya juu ambayo wanunuzi wapo tayari kununua hisa. Kwa mfano, hisa za kampuni X, hisa moja ya kampuni X inauzwa shilingi 3,000. Lakini yani unakuta ndo 3,000 ndo bei ya soko kwa wakati huo. Lakini wanunuzi wanasema kwamba labda wa kwanza anakuja anasema mimi naweza kununua kwa shilingi 2,900. Mwingine anasema mimi naweza kununua kwa shilingi 2,980. Mwingine anasema mimi nitanunua kwa shilingi 2,700.
yani ndo bei yake. Sasa pale tutaangalia kwamba ile iliyo kubwa ambayo imeikaribia 3,000 ni ile 2,980. Kwa hiyo katika order book pale itakuwa inatuonyesha kwamba best buy price ni 2,980. Upande wa pili tunakutana na best sell price. Hii ni bei ya chini ambayo wauzaji wapo tayari kuuza hisa. Kwa mfano wetu ule wa shilingi 3,000. Sasa mtu anaweza kauliza 3,000 imetoka wapi? 3,000 tuna assume ndo opening price ya kampuni X. Sasa kwa mfano ule wa shilingi 3,000 kwamba hisa moja inauzwa shilingi 3,000, lakini muuzaji anasema kwamba ni shilingi 3,000 lakini mimi hisa zangu nauza hisa moja kwa shilingi 3,050. Mwingine atasema nauza kwa shilingi 3,100. Mwingine atasema nauza kwa 3,200. Kwa hiyo ile bei ya chini kabisa ambayo muuzaji yuko tayari kuuza ndio inakuwa ni best sell price. Sasa tuangalie mfano wa order book jinsi inavyokuwa katika uhalisia. Haya, tuangalie mfano wa hii order book ya CRDB ambapo hapa kwenye buy orders hapa ametuambia best buy price ni 2,840. Na ukiangalia hapa chini kuna wauzaji wananunua kwa hiyo 2,840, lakini huku chini kuna 2,830. Kwa hiyo moja kwa moja order book yetu imepick kwamba best buy price ni 2,840 ambayo ndo bei ya juu ambayo wauzaji wako tayari kununua hisa kwa wakati huu. Tukija upande wa pili pia kwenye sell, tulisema best sell price ni bei ya chini ambayo wauzaji wako tayari kuuza. Kwa hiyo ukiangalia hapa ametuambia ni 2,850, na tukiangalia kwenye hizi sell orders zilizopo kuna 2,850, kuna 2,860 na kuendelea. Kwa hiyo tayari order book yetu inatutaarifu kwamba best sell price ni 2,850 ambayo ndo bei ya chini. Soko letu la hisa la Dar es Salaam linafanya kazi siku za kazi kuanzia saa 3:30 asubuhi mpaka saa 10 kamili jioni. Episode ijayo tutaendelea kuangalia maneno yanayotumika katika soko la hisa kwa sababu hapa ndo kwanza tumeanza.